Vitu vya ndani kupitia Big City Breakfast ndio muda wake wa hapa. Dakika ni ya 36 toka ifike time fulani vya 2 kamili za asubuhi, na tunakwenda mpaka 3 kamili za asubuhi Monday to Friday kama kawaida. Na leo kwenye vitu vya ndani bwana tunajaribu kuangalia aliyopita ni Hans Kana. Hans. Sasa bwana, kitu ambacho tunajaribu kuzungumza leo ni kuhusiana na elimu ya mtaa imekupa nguvu gani kwenye mapambano yako. Na always natamani ili swali lilo la kwanza kabisa kwa Hans Kana, kwa sababu ndio issue ambayo tumeiweka mezani kwamba elimu ya mtaa imekupa nguvu gani kwenye mapambano yako mpaka sasa hivi. Kwanza kabisa mimi ni mmoja wa mtu ambaye kipindi nakuwa nilikuwa mimi nimesoma Dodoma kuanzia primary mpaka secondary school. Shule ya Dodoma Sekondari. Dodoma Sekondari kwa mkazi wa Dodoma kama anasikiza ataelewa ni shule ambayo inatazamana na bunge. So ile shule yetu ilikuwa magari ya wabunge baadhi yanakuja kupaki kwenye uwanja wetu wa michezo. So nimekuwa nikiyaona yale magari ya wabunge, yale ma-V8 na ile bunge na wabunge kama ni motivation ya mimi kufanikiwa. Ndio watu ambao nikitoka nje nawaona, nikikaa kwa dirisha ndo kitu nacho view yangu. So hata ninapopita mtaani kwenda nyumbani nalizunguka bunge, yani kwanza ile bunge la zamani ile paka bunge jipya linajengwa ndo kitu ambacho nakishuhudia. So nikawa nauliza how to get it here. Unaambia lazima usome, uwe na elimu, na kama una kumbukumbu nzuri wabunge wa zamani ni kweli ilikuwa ni wana education, walikuwa ni upper degree. Ni miaka sasa hivi ndio imekuwa mpaka watu wa darasa 7 wanaweza kufika pale, lakini miaka hiyo ilikuwa ni juu ya degree kufika pale. So nimekuwa nikiamini kwamba elimu ndo kitu pekee itanifikisha pale. So nilikuja kufeli form 4 ni kitu ambacho kiliniuma sana. Yani nilitumia kama mwezi mzima kujiuliza hivi imetokea nini? Yani kama kuna mpagao ulifanyika. Yani kama ukoona ndio maisha yangu yameanza kufelia. What happened? Mpaka mimi nimefeli form 4. Mpagao wakati mimi naona mimi nilikuwa tunasoma tunajihudi. Mimi sikuwa mjanja shule. Nilikuwa ni mtu ambaye ni wa protokali. Kwa hiyo kuna mpagao ulifanyika pale. Sasa nikajikuta mimi na option moja, kwa sababu watu ambao ndio inafaa yani niwaangalie. Unajua mimi dogo ambaye niko form 2, mama ananiambia nyumbani hakuna umeme. Siweza kaelewa. Yaani kwamba anataka wewe na yeye mjadili. Yaani wewe mjadiliane kuhusiana na umeme. Yaani ni kama wewe ndo anakuambia katafute umeme. Sasa tunafanyaje hapa nyumbani leo hakuna umeme? Sasa kama wewe na mama yako wewe uko form 2, mama yako anakuambia hamna umeme, unaweza kaelewa ni namna gani vitu vinaenda. Kwa hiyo sasa ikitokea na option ulibaki nayo pia imepotea, unampagaa unafanyika. So nilipagaa kwa muda kama mwezi mzima, nikajikuta nimebakiza option moja tu ya kutoboa, ambaye ni mazingira yanayonizunguka, watu nao waona, vitu ninavyoviona, njia ninazopita. Yaani ndio option pekee ambayo imebakia. So mtaani ambapo nilikuwa nakaa vijana wenzetu ambao sasa naona kama motivation sasa kwamba I want to be like you, ni mtu ambaye ni konda wa daladala ambaye ikifika muda anataka kupumzika anamwachia kijana pale mtaani kwetu maskani kama day worker, sasa kimbiza basi kwenye ukonda pale. Yule day worker naye anafanikiwa kutoka home mpaka kwenda magetoni kupitia kuwa day worker wa konda. Unaanza kuwa inspired kwamba nikitaka nitoke home nikapange inabidi na mimi nisikilizie fulani hapa. Wa pili anakuwa na banda la video. Yeye mwenye banda la video anakuwa amemwajiri mtu kukusanya mapato pale kwenye lile banda. Zile shilingi 20 kuangalia. Yule dogo naye anakusanya mapato paka anafanikiwa kumuibia yule banda la video. Paka anakuja kumiki banda lake. Inakuwa ni motivation ya pili. Hao nifungue banda la video. Kwenu tu video hamna, ukafungue banda. Una akili. Bado ndoto za kuwa ni impossible. Kabisa. Inakuja ndoto ya tatu. Kuna mzee mmoja pale ni Mchaga. Alipopiga hela zake akanunua bodaboda akagaia vijana 5 pale mtaani. Ikawa ni motivation pili kwamba napita niwe bodaboda hapo tunaenda kwenye mpagao. Yaani uelewe unataka option gani. Sasa option ya 4 nilobakia nayo nilikuwa naingia kwenye mtandao wa kijamii kuangalia watu wengine out of the street ambao inanizunguka. Watu wengine huko duniani wanapataje hela. Hapo si mjanja unayo. Hapo si mjanja ipo. Hiyo ni kitu ambacho ni cha kwanza nilipambana kwa nacho. Ni chombo cha mawasiliano, mimi kuwasiliana na dunia, sio mimi kuwasiliana na watu walionizunguka. Kwa sababu waliozunguka sinaweza tu nikawafikia, na watu waliozunguka hamna nitachowasiliana nao zaidi ya salamu. Ila nataka niwasiliane na dunia. Lazima niwasiliane nao watu ambao siwajui, kwa sababu watu ambao siwajui ndio wanaweza kunifikisha ninapotakiwa kwenda. Ile nao wajua hakuna namna nachotofanya. Sana tu watakuwa na track ukuaji wangu na watawekea limit wa kukua. Unaelewa? Sababu huwezi kufanya kazi kwa banda la video ukaja kuona mafanikio kulipo kwenye ile banda. Kasha kuwekea limit ya ukuaji. Kuna ukuaji akiuona na kusalisha kazi ataamini unaniibia kwa sababu mimi sijafika ukuaji huo. Kweli. So option ipi ikawa ni better kwa option katika hizo? Option iliyobakia mimi kuingia kwenye mtandao wa kijamii
kuangalia dunia, watu ambao wako mle duniani wanaendesha vipi maisha na kujaribu kuchip in na wale. So mimi motivation yangu ya 4 ikatokea kwenye mtandao wa kijamii, ndo nikakutana na Mike T ana production inaitwa Showbiz Define, ana shoot video, amemwajiri mtu aitwa Irene Pidu. So motivations come from there. Basi option iliyobaki nayo sasa ni hii, let me go for it. Umeshapata nafasi kwamba unaenda sasa kuifuata hiyo opportunity ambayo ulikuwa upo Dodoma, si ndio? No, sasa hapo Dar es Salaam. Hapo umeshafika. Okay, Dodoma sema sasa uko Dar. Umeshaiona opportunity kwamba nafasi iliyopo ni kwenda kwa Mike T, kwenda kufanya hichi kitu. Tuambie uthubutu wa kwanza, siku ya kwanza kwenda kumapproach na kuweza kuamua sasa, bwana mimi naitwa fulani, naweza nikafanya jambo fulani, ilikuwaje? Sasa huyo Epidu kwanza unamkumbuka? Namkumbuka vizuri sana. Anawasha moto basa. Nakumbukaga ilitoka video inaitwa Akunaga Asumalini. Watu wakaidisi sana ile video, if you remember. Hasa video gani? Nyimbo kubwa, jua Akunaga ilikuwa bonge la hit. Video tukatoka tu jamaa anazunguka kwenye viwanja vya mpira Magomeni. Sasa video gani? Watu wakaipondea sana. Nikasema lakini mimi nilivyoangalia upande wangu mimi naona ni video nzuri. So nikaenda kuandika comment inayoje, yani kama na defend video. Comment iliyonyooka sana nakumbuka. Mike T akaja DM ananiambia, wewe mbona kama una knowledge sana unajihusisha na haya mambo? Nikiwa sijihusishi ngajibu najihusisha. Hiyo ndio elimu ya mtaa sasa, twende. Ngajibu unajihusisha. Yani kwamba nitajifunzia huko. Uelewa, yani kwamba wewe si unajua kuvua samaki, hata kama hujui wenda baharini pale, kutakuwa na option 2, upate samaki ukale ama uzame kwenye maji ufe. Sasa utachagua kipi kuue? Njaa ama maji? Vyote vinaweza kukuua. Sasa utachagua kifo yani utakupendeza zaidi. So nikaenda nikakutana naye, akanipa nyimbo. I remember hizi video, nyimbo kama Life is Ada, Darasa, ile ndio imba na Ben Paul. Bwana zisikize hizi kama hapo the idea, jamaa nakuona bro hapo mzee hatari. Akaniambia sasa nikulipe shilingi ngapi kwa mwezi? Nikamwambia mimi hela yote. Ambia sikia, sababu mimi sikuamini nitakuwa nakulipa 50,000. Mimi mshahara wangu ulikuwa unatokea kwenye wallet. Fucking yani. Akiwa anaondoka anakumbuka dogo ndo leo. Yani inatosha kukala. Sasa akatoa 20,000 akamwambia na mtu mwingine, dogo 20. Mimi sina. Una 5,000 hapo. Yani mshahara wangu uko ni unachangwa. Unachangwa. Mimi nalipwa 50. Lakini siku aim mshahara, nili aim ndoto. True say. Yani hata ingekuwa silipwi, lakini kuwa hapo kutoka sehemu niliyotoka, watu walionizunguka, kuwa kwenye sehemu ambapo watu wanamiliki magari na ni yao. Mimi ilikuwa tayari ni safari ya dream yako. Mimi nitoka kwenye mtaa ambao magari yanatumika kugonga wapita njia, paka magari watu wanatumia kuendesha wao. Sasa ni progress. Ilikuwa ni ukuaji kwangu. So hiyo ndio ilikuwa usubutu wangu kutokea pale. Okay. That's good. Kijana ambaye sasa hivi akikaa anayatamani sana maisha ya Nskana ya mtandaoni na maisha yake mwenyewe. Of course usitamani maisha ya mtu, lakini we can be motivated kwa sababu chochote ambacho kinaonekana, kinasikika, kinaweza kushikika pia. Ukishia kwenye kutamani na kuhitaji ile kufanya mchakato, manake utakuwa umeishia kwenye phase 1 of kujaribu, kwamba kuona, kusikia na hutokuja kushika. Lakini ukiingia kwenye level ya juu ya ushindani wa kimaisha, manake go do it, then I believe dunia ina opportunity nyingi sana. Sasa dunia hii ambayo ina taarifa nyingi. Sisi tumetoka kwenye dunia ina taarifa chache. Waza mimi taarifa yangu nilipata kupitia Facebook tu. Lakini sasa hivi waza kuna mitandao mingapi kama Facebook. Ufikikaji ni mwingi. Sisi tumepata taarifa kupitia internet, iko kwenye DGE. Sasa hivi ni 4G, 5G. Unaweza ukaelewa. So sisi tumepata taarifa kupitia kwenye BBM. Sasa hivi kuna WhatsApp. Unajua BBM kuna vijana hawajui kama ipo. Watu kwa juu kwa BBM. Na ndio ulikuwa mchongo wetu. BBM kwa noma ile. Lazima uwe BBM. Bata boy nini bata. BBM. Nipe pini yako. Sasa tupata hivyo kwenye BBM. So mimi kuna kitu natamani, kwa sababu Nskana nimeona ni moja kati ya watu ambao lazima atakuwa amekipitia hichi kitu. Ni kijana ambaye ulihaso kwa na kampuni yako ya production, na wakati una kipindi unafanya upo kwenye kampuni ya production, ulikuwa unahusiana na wasanii wengi sana. Na wasanii wengine walikuwa ni wakubwa, lakini pia unadia sana. Na at the end of the day
mtu ukiwa unakuwa, kuna vitu itabidi uvipunguze kama hivyo kushuti, na kuna vitu itabidi uvifanye kuweza kuachana navyo kwa sababu umeshakuwa. Hans Kana wa kufanya production kipindi kile labda alikuwa chawa kwa wasanii na vitu kama hivyo. Sasa baada ya kukua, ana kampuni yake ya kufanya betting na kufanya process zote za betting. That means pato lake limekuwa, hata upata muda tena wa kuspendi na hao watu wengine. Uliweza vipi kutoa chuki ya kuonekana kwamba Hans Kana anavimba, au kwa sababu sasa hivi ana mchongo mwingine anatuvimbia, kwa wadau ambao labda ulikuwa unawalilia sometime 200 300? Ulibalance vipi waendelee kuwa washikaji zako ingaja wewe umekuwa zaidi? Kwanza safari ya kuacha kufanya music video and stuff, ndio. Unajua kwanza ni umeacha? Nimeacha. Ufanye video kabisa? Asifanye. Yani ukiona nafanya ujue itakuwa inaninufaisha mimi, sio mtu ambaye namfanyia. Yani itakuwa is for me, it's not for you. So nimeshakabidhi kipaji kwa Mwenyezi Mungu, awape wengine. Sawa. Mimi anipe tu kipaji kingine. Kwa hiyo Hans Kana hashoot tena video. Si shoot, yani shoot is for me, not for you. Yani haitokuwa na faida yako ndugu msanii. Kwa ukimwona Hans Kana ana shoot, jua kwamba maybe wa mchongo unaninufaisha mimi. Yani unamnufaisha yeye, sio na kunufaisha yeye ndugu msanii. Haitokuja kutokea hivyo sababu nimesha shift, nimekuwa, umeelewa? Kuwa music video director ni career ambayo unamhudumia mtu mmoja kwenye maisha, wewe unamhudumia msanii, umeelewa? Sasa huwezi kuwa na uchumi mkubwa kama source yako ya kipato inatokana na mtu mmoja. Kama kutokana na mtu mmoja, manake iko controlled na mood yake. Yani amke asubuhi aseme mimi naona nikashuti na Hans Kana, mood. Kwa uchumi wako tegemea na mood ya mtu mmoja na mood ya soko. Kwa nikaja huku kwingine ambao uchumi wangu unategemea Tanzania, duniani watu bilioni 7 na watu milioni 60. Watu wote milioni 60 naweza kama tu asubuhi bwana, si hataki kudili na vitu vya Hans Kana, impossible. Unaelewa? Lakini kwenye tasnia ambayo ina wasanii wakubwa ambao za kuspend budget wa 5 au 10, wao wakaamua tu bana, sisi Hans Kana sio director tunayempenda, maana yake you disappear on the industry. Sasa huoni kama nilikuwa natafuta maisha kwenye njia ya riski sana, yani a lot of pressure, a lot of risk. So ndo nikaamua kudivert na kuachana na kule. Of course it's very risky kuacha, kwa sababu ni kitu unakipenda. Unajua vitu vya passions come from the heart, ndani ya moyo wako. Kuachana nacho maana yake unakubali kuumiza moyo wako kwa ajili ya ukweli unaoface kwenye ubongo wako kwamba have to acha hiki kitu. Inaumiza kuacha. Nimetumia miaka 3 kuacha kushoot. Okay. Yeah. Na kipi sasa unajua kwenye kila jambo, kwenye kila jambo kuna sababu. Yani kipi ambacho kilikutrigger ukaona kabisa hebu ngoje itulie? Sikuwa naona ukuaji kwenye industry. Nilikuwa naona when days goes things fall down. Okay. Yani let's say kama mwaka huu 25, 26 26 twende 25. Naweza nikwambia mwaka 25 tukisema video zenye budget kubwa zikuwe kufika 10. Okay. Sasa unapozungumza budget kubwa unazungumzia shilingi ngapi? Zikianzia milioni 5, tuseme tu 5. Maana hata nisianzie kwenye 10 ni mbali. Zaanzia 5M. Umeelewa? Hazikufika 10. Hazikufika 10, huo ni ukweli. Yani you can even tell hii yafika 5, hajafika 5. Na kwenye bajeti ya video ujue tunaongelea director anaweza kupata paka 25% ya actual budget. Kwa hiyo ukisikia bajeti milioni 10 ujue pale milioni 2.5 ndio ile ambayo ameokota. As tofauti na hapo sasa wasilipwe mamodo, yani video ishi mko polisi. Okay. Tuendelee na majibu ya swali la dalali. Kuna kufahamu. Ukaona option nyingine ni mambo ya betting, ambayo betting yenyewe ina changamoto yake. Kwa sababu unaweza ukashangaa kiongozi wa serikali kaja tu kasema bwana, hii inapoteza vijana. Mtu mwingine akaja kukwambia betting imeshanipiga matukio mengi. Kwa hiyo pamekuwa ni na controversy nyingi sana. Na tuna ushahidi wa moja kati ya watu ambao ni mabeta wakubwa, sio watu wa kubeti, anaitwa Kimbunga. Nadhani unamfahamu. Na Kimbunga alikuja hapa akazua swali moja ambalo watu wengi sana walicomment, bwana mtafute Hans Kana ajibu, Hans Kana ajibu. Ndio. Huyu mwamba yanasema aliinvest hela nyingi sana. Si sauti iko fresh up. Hebu tumsikie live, umsikie yeye mwenyewe. Alafu lakini rudia kwa manufaa ya wengine. Alafu umjibu huyu mtu kwa faida ya watu wengi ambao wana bet. Sawa, twende kazi. Mwaka 2017 kwenye account yangu nilikuwa na kama milioni 130.
nikakutana na star moja jijini Dar es Salaam, alikuwa ni mkubwa sana kwenye game, kawa ananituma kwenda kubashiri, sijui unafahamu, kubeti. Akanipa hela nyingi sana, kwa hiyo nikiwa anaweka hata milioni 2, 3, anaambia weka timu moja nini, wanaposhinda ndio nikaingia kama vile kumuiga. Kwa mwisho siku na mimi nikawa addicted katika ubeti. Yule kanafikia hatua mpaka dakika milioni 2 na mimi 3, 4 kwa timu moja, lakini mwisho wa siku hakuna kinachoendelea. Kwa hiyo mpaka nafikia mwaka 2020 nikawa nishafilisika. Nikwambia kwenye account yangu sasa hivi kuna hata 18 ifiki, huwezi amini. Unaona bwana, huyo ni kimbunga, tumekata tu maelezo yake, lakini jamaa alikuwa ana takriban milioni 100 na kwenye account, lakini akabeti mpaka karudi kwenye sifuri. Na huku Anskana anatuambia ili ndo dirisha ama ajira mpya kwa vijana. Hebu ifafanue ili kila mtu awe clear kwenye hili jambo. Kwanza kabisa, kama unanisikiza, kubeti sio ajira. Kubeti is a sport, ni mchezo, ndio maana unadhibitiwa na bodi ya michezo na ubashiri ukaitwa mchezo. Ukishaitwa mchezo na ukaenda kuucheza, maana yake umekubali kuchezea hela. Sawa. Umeelewa? So kama umekubali kuchezea hela, why are you regret? Kwa nini unajuta wakati ushaambiwa mchezo wa kubashiri? Sio kazi ya kubashiri. Mchezo. Maana whatever you put in means unaenda kuichezea hiyo hela. Na umeadmit mwenyewe kuchezea. Sasa unalia nini wakati umechezea mwenyewe? Cha msingi usichezee hela. Ukipata hela nenda kafanye kwenye proper investment, ila ukiamua kuichezea, give it your all na usijutie sababu umeamua kuchezea. Katika michezo yote ambayo umeamua wewe sahihi kuchezea, ukaona ukachezea hela. Sasa unalia nini? Narudi kwenye upande labda ya monetization na government na vitu kama hivyo, labda itakuja kufungiwa and stuff. Mimi nashangaa mtu akisema yeye yuko addicted kwenye bet. Unajua kuna a lot of addictions. Kwa ajili gani watu wameona tu addiction ya kupata hela ndio hiyo addiction mbaya? Kuna addiction pombe, mbona vifungie viwanga vya pombe? Kuna addiction ya sigara, mbona vitu vya sigara? Kwa nini addiction inayomhusisha mtu kupata hela ndio hiyo addiction mbaya? Yaani katika addiction zote ya kupata hela ndio unaona mbaya. Umeshindwa kufungia addiction, labda kuna kinga zile condom wazi zifungiwe. Sasa mtu addiction ya ngono, sio? Mbona hazifungiwi? Addiction ya kupata hela leo ndio ishikiwe mabango makanisani, vijana bro, ile ni addiction ya mtu kupata hela. Ile ni addiction bidi supportiwe, iwekewe nguvu, mtu awe addicted kweli. Abeti mpaka atoe kamasi. Hiyo ni addiction sahihi kabisa kwa kijana. Kwa kijana unataka kuwa addiction na beti, kuwa na kusupport kuwa addicted, kuwa ni addiction ya hela hiyo, sio addiction mbaya. Bora addiction nyingine ndo mbaya ya hela. Kwa nini uchague hela ndio mbaya? Mtu mpya ambaye yani kwa mfano mimi sijui beti. Mimi sijui, kwa mfano kama mimi ndio sijui kabisa. Kama hujui usijaribu. Yani kama wa nje, wa ndani, kama hujaanza usianze, kama umeanza usitoke. Sasa unapateje wateja kama umeshasema kwamba wa nje kwa umeridhika na pato unaolipata sasa hivi? Au unamaanisha nini? It's well and true, ni mchezo hatari zaidi wa fedha. Yani katika mchezo hatari zaidi wa fedha kwa kutokea ni wabeti, inaweza kubadilisha hela yako kutoka kwa ya kijani mpaka ya kijivu na huna cha kufanya. Wewe unabakia na historia tu kwamba nilikuaga na hela hii. Na iko pepe kwenye simu yako na huna cha, sio uvunje simu. Yani na iko mle unaona kabisa, lakini hii ni chako ya kijivu, haitotoka tena. Wewe unakujaza harabeti. Yani kwa ni mchezo hatari zaidi wa fedha kwa kutokea. So don't be motivated. Watu wanapata ndo story nyingi sana, lakini kwenye story ambayo hujui pia watu wanapoteza vile vile. Umeelewa? Unaweza ukapata ugonjwa wa moyo, ukapata depression sababu kuna watu wengine wanakuja, mimi niko na hela yangu ya ada. Kwa nini usilipe ada ukabetia wewe? Hizi ni hela za michezo ndio watu tunachezea. So usiwe motivated kuona jamaa wana run maisha yao kupitia kubeti. There are a lot of dedication side ambayo wewe huwezi kuelewa. There are a lot of mathematics inside wewe huwezi kuelewa. So kama una hela yako kufanya jambo lako la msingi, kafanya jambo lako la msingi, ni hela matibabu, hela ada, hela kodi. Do not try to duplicate via betting. Utalia kama umefiwa. Jana Inter Milan amefungwa na Bodo Glimt, timu ya Norway imefunga timu ya Italia inayoongoza ligi, top ranking team ambayo ina 5-star badge kwenye kifua. Unajua timu ishakuwa na 5-star hapa. Timu za 5-star duniani hazifiki 5 ikiwepo Inter Milan. Yani maana yake imechukua makombe mara 3 mfululizo ya Ulaya. Imepigwa na timu ndogo iko Norway. Haina mchezaji anayelipwa hata euro milioni 1 pale. Bi mkubwa ambaye mlikuwa mnajadiliana kuhusu umeme. Nao mnajadiliana nini? Sasa I know she's good. Maisha yalibadilika baada ya kuingia kwenye film industry. I cannot even come to confess here kwamba betting imenibadilishia maisha. That's big no. Kwenye betting industry na hata miaka 3.
music video imenibadilishia maisha yani kinoma noma. Kwa hiyo usije ukaona maisha unasema Skana maisha yake yote ni kubeti. No. Hapa niko kwenye diversion periods. Lakini music videos change my life, I cannot even deny that. So mamangu chochote ambacho kiko pale nyumbani kwake kimefanywa na directed by Skana. Bado hajaanza mambo ya huku mibagazano, hajawahi kupata hata shilingi 100 bado. Huko na bagazana mwenye kimpango wangu. Okay. Mimi nataka sasa nije kwenye deal ambayo imekuwa mezani na Honda. Kaweka 2 billion mezani ya kwa ajili ya content creators. Ndio. Cha kwanza mimi nataka ni kuulize wewe personally. Yes, sir. Je, cha kwanza ni wazo zuri au limewahi kama semina ya msingi? Kwa sababu ninachokiofia mimi kwenye upande wa content ni content nyingi zinakuwa ni copy and paste, lakini pia content nyingi watu hawa invest. Yani kwamba sasa hivi tunaamini kupitia ile bilioni 2 tutaipata kupitia simu, lakini naamini tunahitaji tupate watu serious. Labda mtu anaenda kufanya documentary ya hiking mlima Kilimanjaro, mfano mtu kama huyo ndio naweza nikasema awekewe nguvu zaidi kuliko mtu ambaye anafanya kitu ambacho hakina impact kubwa kwa jamii. Cha mtaani kwa kwa unaweza ukashauri hii bilioni 2 iliyotoka, unaweza ukawashauri nini ma content creator, lakini pia walioitoa unaweza ukawashauri nini? Kwanza kabisa ni wazo zuri kuempower kitu, kwa sababu serikali sasa hivi inaanza kuregister ma content creator. Of course serikali waga haitoi sehemu ambayo haingizi. Ukienda pale kwenye kuregister kuna hela fulani, kuna fee unalipa ili kuweza kuwa registered katika huo mtikasi. So that's why serikali ina give back to hiyo mtikasi. Who the right person to be given hiyo hela? I think any content creator. Na tukisema kwamba mtu ambaye anafanya content za education tu, kuweza kuinspire watu wengine like in education. Vipi mtu ambaye yuko Kilimanjaro ule mlima ndo anauonaga pale? Maana yake hiyo clip ya mtu kupanda na kushuka hizi kuwa surprise kwake. Unaelewa? So I think kila content ni content to depend who nani anaona. Unaelewa? So yoyote ambaye anastahili kupewa tu apewe. Isiwe based on education, sababu kuna elimu ambayo unaitoa kwa mtu mwingine ndo lifestyle yake. Example, mimi juzi nimejenga kinyumba cha milioni 16. Hiyo clip akiona Salamu anaona ni kichekesho tu, sababu hiyo kwake labda ni service ni ka 70 quarter. Eneze labda ni screen tu kama hii. Wakati ni screen kwa hizi 70 quarter. Kwa wadogo anapiga makelele kwa nyumba cha milioni 16. Lakini ni ndogo. Ila kwa where I come from, kufukuzwa kwenye nalipa kodi, mama nishatoaga vitu ndani kwa ajili ya kodi ya shilingi 7,000. Kodi ya 7,000 kwa mwezi. Kushindwa kulipa kodi ya 7,000 mpaka kuja kuimiliki kajumba cha 16. Oni kwangu ni mileage. So naweza nikapima ukubwa wa mafanikio yako kupitia ulipotoka, sio kupitia watu wengine walipo. So yoyote tu ambaye ataweza content kama ana deserve kupewa, apewe. Serikali is good things wao wamefanya kuempower vijana, kwa sababu vijana nao wanavyo define maisha ni tofauti na maisha yenyewe jinsi yalivyo. So betting ni tukio gani kwenye betting lilikupa depression, kwamba yani likafanya kama ujutie hivi kufanya betting? Kwanza kabisa kujutia sijawahi, kwa sababu before I bet nilijiandaa kisaikolojia. Na hela yote ambayo naibetia ni hela yangu ya ziada. Ni kwamba sasa hii hata ningebakia nayo ningefanyia tu kitu ambacho hakitozalisha. Lesi nimebaki na 100,000, ambayo 100,000 endapo sitoibetia lazima tu kuna mtu mmoja ambaye aliletwa kumstai Adamu ataenda kuichukua ile. Sasa afa kishaichukua, baada ya mambo mengine ndaanza kujuta. Bwana nikaweke pale nimwekee Manchester atashinda, hata asiposhinda maana yake nilikuwa kwenye race za kuduplicate hela yangu kulipo Eva akachukua tu kirahisi. Kitu gani una miss kwenye kazi yako ya zamani? Kiukweli nikisema na miss kina Eva nitakuwa nakosea, lakini Yaani hapo ndo kwenye point. Unajua kina Eva kule wapopo tu. Hapo ndo kwenye point. Yaani wewe umeteleza tu, lakini hapo ndo unapopanga. Kina Eva sijaamini sana, lakini na miss tu mchakato mzima kufanya, ukitoa video comments, reactions za wasanii na nini, lakini not that much. I'm trying, nimechoka kuwa huko, yani hiyo ni ukweli. Tuna wizara mpya ya vijana. Ipo Mheshimiwa Nanauka. Yes. Ni anapendwa na vijana wengi kwa sababu ni mtu ambaye tulikuwa naye. Ni kweli. Kwa kweli kama kijana, advice yoyote kwa Mheshimiwa Waziri, lakini pia vitu ambavyo vinaweza vikafanyika kumempower zaidi kijana kama Skana, unaweza kusema nini? Kwanza is big move kupata wizara ya vijana ikuwepo before. Nadhani msukumo mkubwa na wa vijana vilivyotokea hapa katikati, ndio maana wizara yetu tumetengewa. Kwanza kabisa
natamanigi kuwaelezea ambao wako kwenye power serikali wajue kabisa uwezo wa kuelewa wa vijana kwa sasa hivi kwenye kudefine kwenye kila kitu ni tofauti kabisa na uhalisia, kuanzia wanavyodefine heshima, wanavyodefine muda, wanavyodefine kila kitu ni tofauti. Unaweza ukaona labda kijana amefanya kitu cha kisichokuwa cha usahihi, lakini kwa ukweli namna anavyodefine yeye ndio sahihi. Mfano, juzi Jose alienda kustream kwenye daraja la Tanzanite akazuiwa kwamba bana hapo hizi kustream basi inakuwa na vibali, which is sahihi kabisa kuweka mpango maalum wa kustream katika maeneo kwamba lazima una kibali ufanye hivi. Na ile kwenye upande wa serikali ya kwamba kuna kitu kilitokea katika ile daraja ndo akasababisha kuweka huo mchakato wa kuwa na kibali katika hayo maeneo. Sivyo ingekuwa sasa ni ghasia pale, ingekuwaje? Lese mimi kuna siku ishanitokea kadhia, nilikuwa napita katika kile kidaraja ule upande wa watu kupita ule, nilikuwa natembea toka upande huu kwenda upande huu, katikati kulikuwa na mabibi harusi wanapiga picha. Sasa una cross vipi pale? Maana inabidi usubiri, maana ukicross unaharibia, ukisubiri unapoteza muda wako. Kwani unakuwa ni mtego. Sasa nikadhani labda kwa vitu kama hivyo ndo nadhani wakaika basi kuwe na mfumo maalum wa kuomba bwana, unaomba kupiga picha saa ngapi hadi saa ngapi sehemu hii, basi tablock watu wasipite, watu watapita nje. I think is a smart move. Lakini sasa kinachoenda kuwa changamoto ni kwamba yale maeneo, kile kibao kilichoandikwa usipige picha hapa bila kibali, hakuna maelezo kibali kinapatikana wapi, hakuna namba ya simu. True. Ila ingewekwa tu lesho namba ya simu ipige ukitaka kibali. Napiga bwana, niko hapa, jambo langu la haraka. Haya, kibali ya control number hiyo hapo, polisi wao lipia endelea na issue zako. Easy, lakini urasimu upunguzwe. So kwa waziri aelewe tu kwamba vijana wanavyoelewa vitu sasa hivi ni tofauti kabisa na wao wanavyoelewa. Kila mtu yuko sawa katika njia yake. So okay, sawa. Anskana, umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Sana even kipindi nafanya Showbiz Fine nilikuwa ninajitolea. Yani 90% of my life it was evil. Kujitolea. Kabisa. Naomba dalali tuisikilize hii sauti kidogo. Kwa majina anaitwa Emmanuel Okea, wilaya ya Meru. Mimi ni mwalimu, nimehitimu chuo mwaka 2016, lakini kwa kipindi chote nimejaribu kuomba ajira, nikawa nakosa kwa kila kipindi nachoomba ajira. Lakini nikaamua kujitolea katika shule moja kwa Meru inaitwa Njeku Sekondari. Kwa hiyo mkuu wangu, baba yangu, kiongozi wangu mwadilifu, na kuomba niko chini. Haya, nimekupata. Unafundisha masomo gani? Nafundisha jiografia na Kiswahili. Jiografia na Kiswahili. Na mpaka sasa bado unafundisha? Ndio, najitolea Njeku Sekondari. Sasa Ras, chukua details zake. Lakini kwa kuwa bado anaendelea kujitolea, nadhani mapato ya ndani mlipeni sambamba na sawasawa na wale wanavyolipwa wale wanaofundisha walioajiriwa. Wakati huo peana majina yake na nisikie. Nisikie. Kijana wa sasa hivi na swala la kujitolea. Anskana, kwako imekaaje? Ndio hivyo. Lese kama mimi kujitolea kwangu nilikuwa najitolea kwa malengo mahususi. Nilikuwa ni kama nafanya kama training, nijifunze hiyo biashara kiundani. So it's not like najitolea napata elimu ya biashara katika hiyo sekta ambayo ni ili nije kujitegemea kupitia the same sector. Ndivyo ilivyo. Kwa sababu mimi nilikuwa niko kwenye self employee, lakini kwa mujibu wa ndugu yangu hapo, kwa ajira ya elimu huwezi kufanya self employee, lazima uajiriwe tu. Either umiliki shule, yani option ni mbili. Ukimiliki shule tena you can't be a teacher, maana yake utakuwa ni administrator. Sio tena mwalimu. Kuna kazi mzee wangu, there's no way, lazima tuajiriwe. Time na yenyewe bwana, kama dakika 5 tumeiba. Zanzibar tulikuwa tuna maswali mengi sana ya kuweza kuzungumza na Hans Kana, ila muda na yenyewe ndio hivyo, inabidi kama tuachie michongo mingine iendelee. Ila tunashukuru sana Hans Kana kwa kuweza kufika na kuweza kutupa elimu ya kutosha. Anytime tukipiga simu bwana, usisite kutokea. Kabisa. Okay. Hayo na dalali. Juma ngapi leo? Jumatano. Sawa. Superdome bwana, itabidi tuwepo. Sasa Anskana anaujua, hata tukimwelezea anaujua ukumbi ule. Anskana sitapiga mitikasi mingi. Basi tumwambie tu Anskana bwana. Yes. Vijana wako wale, wazee wa mikeka, mkiwa mna tukio lenu bwana. Sasa hivi tunaomba mpreview pale Superdome.
kwa sababu kuna bonge moja la screen kwenye huo ukumbi. Ukiingia pale watu zaidi, parking ya magari zaidi ya 500 iko pale. Ukiingia ndani unapewa wafanyakazi 40 wa ziada kusaidia tukio lako. Unapewa na screen nje pale kutangaza tukio lako, lakini pia unapewa rest house mule ndani ya kupumzika. Kwa hiyo ukiwa na tukio tunakwambia Anskana, wewe waone the Superdome, ndio moja kati ya kumbi bora kabisa hapa kwetu Tanzania. Sawa, na ukumbi ukishakuwa Masaki maana yake hadhi yake inakuwa ni ya nyota 5. Hata rais ashapiga tukio. Definitely the place, yeah. Okay. Haina noma bwana, kesho pia ni siku. Endelea kutune 92.5 Mjini FM Madalali, tunasepa kinamna hii. Bye bye.